Karibu tusome Biblia. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tunasoma Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 35 mpaka sura ya 36. Tumeona habari za Yosia. Yosia aliendelea vizuri, akaja mtoto wake Yehoahazi. Alipotoka Yehoahazi akafuata Yekonia. Alipotoka Yekonia akafuata Sedekia. Huyu Sedekia alifanya mambo ambayo ni machukizo mbele za Mungu, na Sedekia alikuwa na kiburi, yani hakuweza hata kuwasikiliza watumishi wa Mungu. Hata siku ile nabii Yeremia alipoenda kuongea naye kwa machukizo ambayo alikuwa anafanyika, hakumsikiliza. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu ikawa kubwa, akaruhusu mfalme wa Wakaldayo akaenda akawaua vijana wote kwa upanga, wazee, sijui wakongwe, yani aliua watu. Halafu akaiteketeza nyumba ya Mungu na vitu vyote vilivyo katika nyumba ya Mungu, vitu vya thamani. Halafu akabomoa ukuta wa Yerusalemu. Akachukua wale aliyowateka akawapeleka Babeli ili waende kumtumikia. Ni kitu gani ambacho tunajifunza siku ya leo? Mungu anaporuhusu watumishi wake kusema neno kwa habari ya maisha yako, unapaswa uwasikilize, uelewe, umlingane Mungu. Zama hizi ni za uovu. Hakikisha unaishi maisha ya utakatifu, maisha ya kulijua neno la Mungu, maisha ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Tunaweza kuishi maisha ya utakatifu kwenye hii dunia tukiamua kutii na kukubali kuongozwa na Roho Mtakatifu. Ni yeye atakwambia huku usiende, haya mambo usiyafanye, tabia hii achana nayo. Usifike mahali ukaipamba dhambi. Sisi tumezaliwa katika dhambi, hatuwezi sisi. Ndio maana tunaomba toba, ndio maana tunaomba rehema. Hiyo sio sifa. Kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, naye atakuongoza katika njia za haki. Atakuongoza katika kweli ya Mungu. Inawezekana. Lakini wewe swala lako la kwenda guest kuzini ni swala ambalo unahitaji harambee. Ile si ni hatua kabisa, unatoka nyumbani unavaa, unaenda, ukavua nguo zako zote. Bado utasema kwamba ni ngumu kushinda. Na ndio maana neno linatuambia ikimbieni zinaa. Dhambi ya kukimbia, kimbia mbio kama Yusufu. Maombi ya siku ya leo, mwambie Mungu asante. Nimeelewa neno lako. Kuanzia leo na mruhusu Roho wako Mtakatifu aniongoze na kunitangulia siku zote. Hongera sana, tumemaliza kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Nikutakie siku njema na Jumapili njema. Tukutane kesho.